Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, leo tunakutana kwa mara nyingine ili kuzidi kupeana elimu juu ya dini yetu ya Kiislamu. Mada yetu ya leo itahusu kutoa salamu. Kutoa salamu ni jambo ambalo ni la muhimu sana na lenye ubora zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hata Mwenyezi Mungu katika kitabu kitukufu amehimiza hili. Katika surati Nisa aya 86, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuha wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha ala kulli shay'in hasiba. Na mnapoamkiwa kwa maamkizi yoyote, basi rejesheni yaliyo bora kuliko yale, amrejeshe yale yale. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kufanya hesabu ya kila kitu. Lakini pia katika surati Nur aya 27, Mwenyezi Mungu anakokoteza salamu baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, na wala msingie kwenye manyumba ambayo sio majumba yenu, hata tastanisu wa tusallimu ala ahliha, bila ya kuomba ruhusa na mwasalimie wenyewe. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, hayo ndiyo yaliyokuwa bora kwenu na mtapata kukumbuka. Hivyo basi ndugu zangu katika imani, hatuna budi kutoleana salamu, kwani ni jambo ambalo ni jema. Hata bwana wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikokoteza sana. Katika hadithi sahihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, amehadisia kwamba jaa ar-rajul, alikuja mtu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema, assalamu alaikum, faradda alaihi thumma jalasa. Kisha Mtume akaitikia salamu ile na mtu yule akaketi. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, ashirun, amepata thawabu 10. Jaa akharun, akaja mtu mwingine, faqala, akasema, assalamu alaikum wa rahmatullah, faradda alaihi fajalasa. Mtume akaitikia salamu ile, kisha yule mtu akaketi. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume akasema 20, kwamba yule mtu ampata thawabu 20. Thumma jaa akharun, kisha akaja mtu mwingine, faqala, akasema, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fajalasa. Mtume akaitikia salamu ile, kisha yule mtu akaketi. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema 30, amepata thawabu 30. Tunajifunza nini katika hii hadithi? Kwamba kutoleana salamu ni vyema ukairefusha salamu, kwani ina ujira ulio bora mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kadri unavyorefusha salamu ndio kadri unavyopata thawabu nyingi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia ufupi wa salamu, kwa mfano ukisema assalamu alaikum, kwamba wewe mje unakuwa umepata thawabu ambazo ni 10 tu. Lakini pia katika hadithi nyingine amehadisia an Imran bin al-As radhiyallahu anhu qala, amesema kwamba anna rajul sa'ala rasul sallallahu alayhi wasallam, kwamba kuna mtu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu al-islamu khairun, ni amali ipi bora katika Uislamu? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Mwenyezi Mungu akamjibu, tut'imu ta'ama, ni kulisha chakula, watakura usalama ala man ta'rif wa man lam ta'rif, ni kuwatolea salamu wale unaowajua na usiowajua. Hivyo basi katika hadithi hii pia tunajifunza kwamba Waislamu kutoleana salamu, umtolee yule unayemjua na usiyemjua, kwani Mwenyezi Mungu atakulipa ujira ulio bora. Lakini pia salamu ni zawadi ambayo tumepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi nawasihi ndugu zangu
tuwe wepesi katika kutoleana salamu kwa mtu unayemjua na usiyemjua, ili tuweze kuzipata radhi za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.